ndio sawa sawa na Mungu aliyeziumba. Wewe sio kama una picha mchungaji wako, sio kwenye screen, kwenye picha zile za kawaida zile, kama una picha ya baba yako sijui, ila watu wakiweka hapa kutoa loki pap baba, wakishatoa loki pap baba, kwenye WhatsApp baba, kwenye message kawaida baba, amekaja hivyo mwili lake. Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kumbe nikajifunza Mungu anza kutumia njia za kawaida, maana alipokuja nilipoweka mkono yakalipuka mapepo yasiyokuwa na hesabu. Ila anasema ndio wanaombewa kule, yamendana na nini? Nachukua mafuta, nashuka maiti. Maana yake ni kwamba yamkini maeneo ambayo unaona ya kawaida ndio maana ambaye Mungu wa kweli anapatikana. Na hiyo unavyoona ivumbi hivi, mwingine anafika hapa kanisa gani? Sasa unapaki gari ndani. Lakini hapa kuna watu wanafunguliwa kupita hayo maeneo. Alafu uzuri zaidi unaguswa na mtumishi wa Mungu ambaye amekuombea usiku kucha. Mama akaniambia ili kuhani aje nyumbani kwako natakiwa utoe milioni 1. Mzee anapata mafungo kwamba mimi siwezi kutembelea kwako, na ili kauli na ambayo mimi nimekupa 100%. Sasa ukiwa na shida tunaenda hospitali, si ndio? Tafuta pesa na kwenda hospitali. Ila anafika hatua Mungu anakuambia tu ili upone ugonjwa huo ni kutoa sadaka. Huwa tunasema ile hospitali ukipangiwa kiwango chochote unafanya unatoa, ila kwa madhabahu. Yesu asifiwe. Amen. Mwaka juzi nafikiri kuna binti yangu mmoja alifungua mtoto, amekaa miaka 7 kwenye ndoa bila kuwa na mtoto, miaka 7, na kwa tunaomba sana, yaani mpaka maombi yakaisha, kabaki baada ya mazoea sasa. Lakini baadaye nikiwa naombea washirika maombi ya kujitenga madhabahuni pale, nikaambiwa kitu nimwambie yule binti, lakini nikawaza atanielewaje? Maana kimwambia tu anaambia mimi nionaje? Kwa nini? Mungu akaniambia mwambie kila wiki akanyage nyumbani kwako afu alete kitu mkononi mwako. Hicho kitu kianzia hata shilingi 100. Hata kama kuna shilingi 50. Hata kama ni pipi, lakini akisha mleta wapi? Nilikaa mwezi huu mmoja na tafakari, nitamwambia atanielewa, maana najua nikimwambia atasema kwamba huyu jamaa ana shida zake, ana njaa zake, nataka nimpelekee vitu. Na hao kwa wanaduka. Nikampa ile agizo, nikamwambia fanya ile agizo. Kwa hiyo akawa anakuja atakuletea shilingi 10,000. Kuletea sukari kilo 1. Mbaya zaidi au nzuri zaidi, ilikuwa kila anapoleta kile kitu mimi ninahitaji nacho kweli kweli. Yaani ukiwa tunapika na sukari kilo 1, ujue tunatafuta namna gani ya kunywa chai kesho asubuhi. Sasa anapokuja kwenye mazingira hayo ndani ya miezi 6 kila wiki, anapokuja mazingira hayo anajikuta mna uhitaji wa kile kitu. Kwa mfano anakuja shilingi 10,000, unawaza saa 4 usiku unagongewa hodi, kafunga duka lake, anakuja kutembelea baba, unaongeongea pale, baba hiki hapa shilingi 10,000. Ulikuwa unawaza asubuhi wanangu shule wanaendaje? Fikiria utamwombe kiwango gani? Kwa tulikuwa tunamuombea, kumbe kukuswa kule ndio tunaingia kwenye hitaji lake. Amen. Kuna wakati mpaka anakuja na mume wake, tunaingia tunaomba dakika kadhaa za kutosha. Hapa ninapozungumza mara mapacha wanatembea sasa. Amen. Lakini tuliomba, tulichoka. Maana yake nataka nizungumze kwamba kuna namna Mungu akaanza kuwa na majibu ya maisha ya kwao, lakini jinsi anavyokuja Mungu kamdharau. Daudi amekuja kutoa majibu ya tatizo la siku 40, alafu wao wanamuona kama ni Kengo Daudi. Anakuja kuwasaidia kumpiga Goliati, wanamuona kama ni mtu anajipendekeza. Wewe unapambana na baba yako, fanya kitu hiki, unakionaje kile kitu? Unakionaje? Na Mungu wewe unamjua mimi, huwa asitanagi vitu vikubwa sana. Vitu vidogo vya kawaida ndio kanuni ya Mungu. Hawezi kukwambia nunua gari ili ukapone ugonjwa wako. Hawezi. Nina uhakika hawezi. Labda uwe na viwango vile vya kununua gari, uone kama gari baiskeli labda. Lakini kwa level ya sisi hapa tutaambiwa vitu vidogo. Mtu mmoja analalamika kuhusu na uchumi, mimi nafanya biashara, hela yangu sijui haipatikani, nauza sana. Yaani jaribu lake hilo, yaani mtaje uongezeki katika mazingira hayo. Lakini Mungu amwambia nini? Ukipata shilingi 10,000, 1,000 tu niletee mimi. Ni shughuli kubwa hiyo. Ila ona limekuwa mzito kufanya. Kwa hiyo wakati mwingine kuna njia zinakuja za kufunguliwa, watu tunakuwa wabishi, tunakuwa hatumuelewi Mungu anavyokuja kutusaidia. Kwa hiyo hata mchana wa leo neno hili kwa namna ambayo utaliangalia, Bwana amekuja kukutoa mbele ya Goliati yako kukupa kicheko na furaha. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo kadhaa tunajifunza hapa kwenye siku ya leo. Mojawapo ni usiangalie vita kwa macho ya mwili. Maana na Biblia kaka asomee mstari wa 24. Kama mwalimu natamani tushirikiane. Soma mstari wa 24 sura ya 17. Usiangalie vita kwa macho ya mwili. Samueli wa kwanza 17 mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, naam, 17:24. Neno linasema, na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia wakaogopa sana. Amen. Watu wote walipomwona yule mtu, nani anamzungumzia? Goliati, wakaogopa sana. Ina maana walimwona Goliati ni mkubwa kuliko nani? Mungu wao. Waliona tatizo lile ni kubwa kuliko Mungu wao. Na ndio sawa sana nazungumza hapa, tatizo ambalo unalo mchana wa leo, usilipe nafasi ya kulipa nafasi kubwa, alafu Mungu wako akaonekana ni mdogo. Mungu ni mkubwa kuliko vitu vyote. Amen. Tunaeleweka? Kwa wana Waisraeli wanamwangalia Goliati, ukiangalia wanasema alikuwa na urefu wa futi kadhaa. Sio niseme labda ungeweza kufika hapo juu labda. Maana alivaa tu vifaa kadhaa vyenye kilogramu kadhaa, mavazi yake yana kilo kadhaa. Nilisoma sehemu moja ananiambia ile bumper la chuma la kuzuia mishale lilikuwa na kilo 7. Kilo 7 kuinua ni shughuli hapa. Lakini tukavaa kitu kimoja. Ule mkuki peke yake ulikuwa na kama kilo 20. Mkuki peke yake. Hebu niambie, kwa alikuwa ni jitu la thamani. Kwa wanadamu leo tuna changamoto moja, huwa tunaliangalia tatizo na tukisema yamkini Mungu hawezi. Mchana wala kutia moyo, usiliangalie tatizo lako. Amen. Haijalishi umepita miaka mingapi, haijalishi umeteseka miaka mingapi, lakini tatizo lako leo lione kama kuwa ni dogo, alafu muone Mungu kama ni mkubwa juu ya nini? Juu ya tatizo lako. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia usiangalie historia. Wengine wanasema huu ugonjwa ni wa kwetu. Maana hata bibi aliugua ugonjwa huu, babu aliugua ugonjwa huu, na fulani ugonjwa huu. Leo kataa kwa jina la Yesu kwamba ugonjwa huu ni mdogo, lakini Mungu ni mkubwa. Watu tuna historia na ugonjwa ya familia zetu hapo. Tuna hiyo historia. Sasa kama tuna hiyo historia, leo usiangalie historia. Amen. Usiangalie historia ya shida yako. Ikibidi zaidi angalia historia ya Mungu wako. Amen. Aliwatetea wangapi kwenye hilo? Aliwaponya wangapi kwenye hilo? Aliwasaidia wangapi kwenye hilo? Ndio historia pekee ambayo itakusaidia katika jina la Yesu. Tusomee mstari wa 22 mpaka mstari wa 23. Tuiangalie hii sura tutakapofanya tukaingia kwenye maombi sasa. Somee sura ile na mstari wa 28 mpaka 33. 28. Ndio. Naye Eliabu mkubwa wake alisikia hapo alipoongea na watu, na hasira yake Eliabu ikawaka juu ya Daudi. Akasema, mbona wewe umeshuka hapa? Na kondoo wale wachache umemwachia nani kule nyikani? Mimi nakujua kiburi chako na ubaya wa moyo wako, maana umeshuka ili upate kuvitazama vita. Naye Daudi akamjibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, akasema naye jinsi ile ile, na watu wakamjibu tena jinsi ile ile kama kwanza. Hadi 33. Na maneno hayo aliyosema Daudi aliposikiwa, watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita. Daudi akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana yangu ni nini? Kataa hofu na maneno ya watu kwenye changamoto unayopitia. Amen. Kataa hofu na maneno ya watu kwenye changamoto unayopitia. Daudi, Biblia inasema kwamba kaka zake walimkatisha tamaa. Ina maana kwa lugha nyingine angesikia yale maneno, angeangalia zile sifa, angesema siwezi. Lakini sio kaka zake tu, mpaka mfalme mwenyewe akaambia kijana mdogo sana, huwezi. Watu wangapi katika changamoto uliokuwa nayo wamekwambia huwezi kutoka kwenye hiyo hali? Wengine wakwambia elimu yako haifai kutoka kwenye hiyo hali. Wengine wakasema ili upone ugonjwa huu ungekuwa na hela kadhaa kwenye ugonjwa lakini ungepona. Wangapi wakashia tamaa? Lakini katika hali ya kawaida Biblia inatufundisha ya kwamba kataa hofu na maneno ya watu. Mwaka juzi wakati naanza chuo pale Mbeya, nilipokea mapigo ya haraka haraka yapakayo mawili. Yaani naenda chuoni pap,
napewa notice ya kufukuzwa kwenye eneo na bila ya kanisa. Nilikuwa nimepanga. Hiyo ni kaofu ya kwanza. Lakini viongozi wangu na washirika mpaka mke wangu ananiambia huwezi kuondoka kwenda chuo sababu tumeshafukuzwa ile eneo na wewe ndio kiongozi wetu. Nani atatuelekeza kupata eneo jingine? Nikamwambia chuo naenda. Na kiwanja tunapata. Na watia moyo. Lakini yakafika hatua mpaka maneno ya wachungaji wengine wanaosikia taarifa hizi wananilaumu. Wengine wanaambia washirika wangu kwamba mchungaji wenu ni mjinga, hana akili. Yaani mumlipie ada, mumlishe familia zake, mlipe kodi ya kiwanja, alafu akasome huko. Kwa nini asipambane na hii hali? Nikamwambia mimi nimemsikia Mungu akiniambia niende wapi? Niende chuoni. Kwa naenda chuoni. Kama ataliua kanisa aliue yeye. Ila mimi naamini kabla sijaweza chuo, huu mwaka hujaisha, kiwanja tunapata. Naongea haya maneno. Waliona ni mjinga kabisa. Naingia chuoni ile Januari napokea taarifa ya mama yangu mzazi anaumwa kansa. Mimi ndo kijana wa kwanza, alafu ndo wa kiume peke yangu mwenye kazi. Maana ananifuata ni dada lakini hana majukumu bado, hana kazi yote. Ananifuata katika mama yangu watatu ndo alikuwa chuo kikuu mwaka wa 4. Mama atamtegemea nani? Anaenda kwenye bima, anaambiwa bima ya kusaidia ugonjwa huu nataka bima ya milioni 1.3. Labda ndogo ya 1.7. Mimi nipo chuoni. Watu wananiambia acha chuo. Huu mwaka maliza, msaidie mama yako, lakini pia pambana na kiwanja, tafuta. Nikamwambia sauti iliyokuja ya kwanza kwangu niende chuo. Hizi sauti nyingine ni za adui. Sio, umeelewa? Mimi nikifundisha huwa pia nataka Mungu anipe kitu ambacho nilipitia mwenyewe kwa. Amen. Kikusaidie uone ni kweli sio story. Amina. Nimeingia chuoni nikaweka mkakati wa kila siku saa 8 kamili kuamka kwenye maombi pale chuoni mpaka saa 12 asubuhi. Kila siku. Kasoro siku ya Jumapili tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia nikawa Mungu anisaidie nikawa napata mkakati wa kila baada ya wiki 2 narudi Dar es Salaam. Ndio yake mimi nifanya kazi ya magari sana. Kwa hiyo mimi natembea tu bure. Ule nipigia simu na gari fulani na dadia nyumbani. Nakuja nafanya lengo kuatia watu moyo na kuwafundisha vitu. Nataka nikwambie kwa ufupi kabisa, siku nafanya mtihani wangu wa mwisho na maliza chuo ndani ya miaka 2. Tunapokea simu ya mama, daktari ananiambia nimepona kabisa. Sio, unaelewa? Pale chuo tulikuwa tuna maombi ambayo kila siku maombi ya saa 4 tunapeka vikatasi kwenye sanduku la maombi pale. Kwa naomba wale wachungaji wote wanafunzi wanaombea pale. Ikawa kila siku moja ya maombi yangu mengine ni kiwanja cha kanisa na mama yangu apate kupokea uponyaji. Sasa nikiwa chuoni Mungu alininunulia watu waliomsaidia mama yangu kwa matibabu yote. Amen. Na mimi nikiwa naendelea kuomba na kwambia siku namaliza chuo nafanya mtihani wa mwisho nimemaliza nikapande basi rudi Dar es Salaam. Mama akiwa Ifakara pale kwa ile hospitali ndo anipigia simu. Mwanangu namshukuru Mungu sasa hivi daktari ananiambia kwamba nipo salama, siumwi tena chochote ila kila baada ya miezi 3 nije check clinic. Amen. Sio naleweka? Ila ningesikia zile taarifa za kukatisha tamaa, nisingemaliza shule. Na yamkini pia mama yangu asingekuwa ni mtu mzima tena akishaondoka. Maana wakati yeye anapokea taarifa ya kwanza kwamba ana kansa, alilia siku 3 anyamazi, hali chochote. Anajua ugonjwa huu fulani alikufa, aliondoka. Aliponipigia simu nikamwambia mama, utapata matibabu ya kiduniani, tutaomba na utapona. Hii ni historia nakupa ni ya kweli. Amen. Lakini wakati tunamaliza bado mwaka mmoja mbele kumaliza chuo. Yaani mwaka ule naenda chuo ule. Nimekaa chuo miezi 9. Mwezi wa 10 napata kiwanja. Amen. Sio, unaelewa? Hapa nilipo saizi tumepanunua kwa njia ambazo mpaka viongozi wanakuambia kwamba unafanya hivi, unafungua akaunti kwa hela gani? Wanapesha tamaa. Yaani kama Mungu amesema na wewe kwa wale ushindi huu, kwa maana unazungumzia kwamba Daudi ameambiwa na Mungu kwamba mimi nitakuwa na nguvu za